ya Nairobi. Hizi ni taarifa za Radio Taifa. Ni saa 12 juu ya alama. Katika taarifa hii, Kenya afikia mikataba uwekezaji ya thamani ya shilingi bilioni 374 kubuni nafasi za ajira. Wakenya wahimizwa kutokuwa na hofu ya kutoweka kwa uhaba wa mafuta. Kimataifa, mkuu wa kikosi cha polisi Afrika Kusini alikwa kufika mahakamani kuhusiana na mkataba wa afya. Na michezoni, mchezaji Romelu Lukaku wa Ubelgiji kukosa ziara ya timu yake nchini Marekani. Hujambo na karibu, jina langu ni Millicent Kubai. Kenya imeafikia mikataba ya uwekezaji ya thamani ya shilingi bilioni 374 katika hatua ambayo inatarajiwa kubuni nafasi zisizopungua 63,000 za ajira. Tangazo hilo lilitolewa na Rais William Ruto wakati wa kongamano la uwekezaji la kimataifa lililoandaliwa Nairobi. Mikataba hiyo 20 inahusisha wawekezaji kutoka mataifa 9, unalenga sekta muhimu zikiwemo kilimo, utengenezaji bidhaa madini, huduma za matibabu, teknolojia ya habari na mawasiliano, kawi na ujenzi wa nyumba. Kulingana na serikali, sekta za kilimo, utengenezaji bidhaa, madini na ujenzi wa nyumba zimepokea kiwango kikubwa cha uwekezaji huo. Ruto amesema mikataba hiyo inaonyesha kuongezeka kwa imani ya wawekezaji, akitaja kuimarika kwa uchumi na ongezeko la uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni ambao ulikuwa kwa zaidi ya 15% mwaka uliopita na kuzidi dola bilioni 2. Certainty, Kenya offers something increasingly rare: stability, predictability, openness, and world-class opportunities underpinned by both macro and microeconomic fundamentals. Kiongozi wa taifa pia alielezea mabadiliko yanayoendelea ili kurahisisha michakato ya kufanya biashara, ikiwa ni pamoja na marekebisho ya ushuru, kuanzishwa kwa kituo cha pamoja cha uwekezaji na mikakati ya kupunguza gharama ya kawi. Serikali imesema mipango hiyo inalenga kuvutia wawekezaji zaidi na kuboresha nafasi ya Kenya katika soko la kimataifa. Strengthening international investment frameworks by accelerating double taxation avoidance agreements, modernizing bilateral investment treaties, and providing greater tax certainty and cross-border investor confidence. We invite you to partner with us to invest, to build, and to be part of Kenya's transformation in a truly win-win partnership. Wakenya wamehimizwa kutokuwa na hofu ya kutokea kwa uhaba wa mafuta, huku kukiwa na wasiwasi kuhusu usambazaji wa bidhaa hiyo. Waziri wa kawi na bidhaa za mafuta Opiyo Wandayi amesema hamna uhaba wa mafuta humu nchini na akawahakikishia Wakenya kuhusu uwepo wa akiba ya kutosha bidhaa za mafuta. Waziri huyo amesema kampuni ya Kenya Pipeline kwa sasa inahifadhi ya lita milioni 415 za bidhaa za mafuta, huku zaidi ya lita milioni 330 zikitarajiwa mwezi Aprili. Alionya kuwa kampuni zitakazopatikana na hatia ya kuhodhi au kujihusisha na udanganyifu wa biashara hiyo zitakabiliwa na uwezekano wa kupokonywa leseni zao. Waziri huyo alikariri kuwa serikali imejitolea kuhakikisha kuwa mafuta yanapatikana kote nchini. Wandayi sasa amewaagiza wauzaji kuachilia mafuta sokoni mara moja na kutii matakwa ya leseni zao. This conduct is commercially opportunistic, contrary to the public interest, and is in direct breach of licensing obligations. So all licensed oil marketing companies are strongly reminded of their legal obligation to maintain continuous supply and to release products at EPRA gazetted prices. Let me just emphasize that the oil marketing company are well aware of the conditions that come with their licenses. Matamshi yake yanajiri kukiwa na wasiwasi wa umma, huku utawala ukionya kwamba ununuzi kutokana na hofu unaweza kuvuruga mifumo ya usambazaji bidhaa hiyo. Uwekezaji wa kimkakati humu nchini ni muhimu katika kubuni nafasi za ajira
kuendeleza ubunifu na kuliweka bara la Afrika katika nafasi bora ya ukuaji. Hayo ni kwa mjibu wa waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi akizungumza katika makala ya 4 ya kongamano la kimataifa la uwekezaji katika ukumbi wa kimataifa wa KICC jijini Nairobi. Musalia ambaye ni waziri wa mashauri ya kigeni alitoa wito kwa wawekezaji wa kimataifa kuwekeza katika sekta endelevu humu nchini na kutumia fursa ya Kenya kama nguzo muhimu kwa masoko ya kikanda na kimataifa. Our missions across the globe continue to showcase Kenya's attractiveness as the preferred investment destination. We invite investors and business community to engage our missions abroad to access timely and comprehensive investment information. Mudavadi alikuwa amejiunga na Rais William Ruto na Rais wa Msumbiji Daniel Francisco Chapo kwenye kongamano hilo, ishara kwamba Kenya imejitolea katika kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kimataifa. Mudavadi alikariri kauli mbiu ya kongamano hilo ya kufungua fursa za uwekezaji ili kuendeleza mageuzi humu nchini na kusisitiza changamoto za kimataifa zinazoathiri uchumi. The strategic, innovative and investment solutions will contribute to inclusive growth and social prosperity for our people, enabling us to realize the government's bottom-up economic transformation agenda priorities. Waziri wa ardhi Alice Wahome amewaonya watu binafsi wanaohusika katika unyakuzi wa ardhi, akisema wizara yake itawachukulia hatua kali watu hao. Akizungumza baada ya kutia saini kandarasi ya utendakazi kwa maafisa katika wizara yake katika jumba la ardhi jijini Nairobi, Wahome alifichua kwamba wizara yake inafanya juhudi za kupunguza kesi za unyakuzi wa ardhi ambazo zimekithiri, ambapo watu wasiojiweza katika jamii wananyimwa haki yao. Aliongeza kuwa wizara hiyo inajitahidi kuepusha visa vya ufisadi kwa kuhifadhi habari za ardhi kwenye mfumo wa kidijitali. Registrars and other officers know the message is zero tolerance to corruption. So those who are caught also find themselves in trouble with the law enforcement agencies, and I'm myself not sympathetic with anybody who has aided or facilitated theft of land. Unaendelea kutusikiliza kutoka KBC Radio Taifa. Kumbuka unaweza kufuatilia habari hizi kupitia tovuti ya Radio Taifa www.swahili.kbc.co.ke. Habari za kimataifa. Mkuu wa kikosi cha polisi cha Afrika Kusini amealikwa kufika mahakamani kuhusiana na mkataba wa afya ambao unachunguzwa. Jenerali Fani Masemola amepewa arifa ya kufika mahakamani Aprili 21 kuhusiana na jukumu lake linalodaiwa katika utoaji wa zabuni ya dola milioni 21 iliyozua utata. Haya ni kwa mjibu wa msemaji wa polisi Brigadier Athlenda Mathe. Utawala wa nchi hiyo ulikataa kufichua mashtaka yatakayomkabili. Masemola aliye na umri wa miaka 62 ni mkuu wa polisi wa 3 kukabiliwa na uchunguzi wa uhalifu akiwa madarakani, lakini hamna taarifa yoyote kuhusu uwezekano wa kusimamishwa kazi, ambapo Rais Cyril Ramaphosa amesema atashughulikia swala hilo kwa mjibu wa sheria. Je, wajua kwamba wanasayansi wamebaini kuwa mbwa wa wastani ana werevu unaolinganishwa na mtoto wa umri wa miaka 2? Sasa wajua, sasa wajua. Habari za michezo. Mchezaji Romelu Lukaku wa Ubelgiji ambaye ni mfungaji mahiri wa mabao atakosa ziara ya timu yake nchini Marekani kwa mechi zijazo za kujiandaa kwa fainali za kombe la dunia mwaka huu. Vijana hao wa kocha Rudy Garcia watamenyana na Marekani mjini Atlanta Jumamosi hii, kisha itachuana na Mexico mjini Chicago tarehe 1 Aprili kama sehemu ya maandalizi yao. Hata hivyo, Lukaku amejiondoa kwenye mechi hiyo ili akinuia kurejesha utimamu wa mwili wake baada ya msimu mgumu na majeruhi akiwa timuni Napoli ambapo amechezea mechi chache. Kukosekana kwake pamoja na majeraha ya mchezaji Thibaut Courtois na washambulizi wengine ni kikwazo kwa Ubelgiji, ingawa mchezaji Kevin De Bruyne anarejea kikosini baada ya kuwa nje kwa miezi kadhaa.
Mvua inatarajiwa katika baadhi ya maeneo humu nchini leo. Jiji la Nairobi na viunga vyake litashuhudia hali ya mawingu asubuhi hii na kisha vipindi vya jua. Mvua na ngurumo za radi vinatazamiwa katika baadhi ya maeneo alasiri. Viwango vya joto Nairobi vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi 26 na 15. Kisumu na viunga vyake kutakuwa na mvua katika baadhi ya maeneo asubuhi hii. Katika majira ya alasiri, eneo la Kisumu litapata mvua na ngurumo za radi katika maeneo kadhaa. Viwango vya joto vitakuwa kati ya nyuzi 26 na 19. Katika eneo la Pwani, mvua inatarajiwa katika baadhi ya maeneo asubuhi hii na kisha vipindi vya jua. Mvua inatarajiwa katika baadhi ya maeneo alasiri. Jiji la Mombasa litasajili viwango vya joto vya kati ya nyuzi 31 na 25. Eneo la Ziwa Turkana litapata mvua katika baadhi ya maeneo asubuhi hii na kisha vipindi vya jua. Vipindi vya jua vinatarajiwa alasiri huku kukiwa na uwezekano wa mvua katika baadhi ya maeneo. Viwango vya joto vitakuwa kati ya nyuzi 35 na 25. Eneo la kaskazini mashariki litapata mvua katika baadhi ya maeneo asubuhi hii. Mvua na ngurumo za radi vinatarajiwa katika baadhi ya maeneo alasiri. Maeneo ya Wajir, Mandera na Garissa yatanakili viwango vya joto vya juu zaidi ya nyuzi 36. Kwa kukamilisha taarifa hii, huu hapa tena muktasari wake. Kenya afikia mikataba ya uwekezaji ya thamani ya shilingi bilioni 374 na kubuni nafasi za ajira. Wakenya wahimizwa kutokuwa na hofu ya kutokea kwa uhaba wa mafuta. Kimataifa, mkuu wa kikosi cha polisi Afrika Kusini alikwa kufika mahakamani kuhusiana na mkataba wa afya. Na michezoni, mchezaji Romelu Lukaku wa Ubelgiji kukosa ziara yake ya timu nchini Marekani. Mwisho wa taarifa habari kwa sasa. Tembelea tovuti ya Radio Taifa www.swahili.kbc.co.ke kwa habari kemkem. Jina langu ni Millicent Kubai.